Na moja ya jambo ambalo nahitaji kulifahamu kwenye maisha, Mungu anapotaka kumfanikisha mtu hampi fedha cha kwanza, wala hampi watu. Cha kwanza anampa kibali. Na ndani ya kibali kuna fedha, kuna mtaji unayotaka, kuna watu unaotaka Mungu akupe, na kuna milango unayotamani Mungu akufungulie. Na ndio maana Yusufu, hata kama ndugu zake walimuuza, Mungu alimpa kibali. Na wakati ndugu zake wanasema tumemkomesha, hawakujua ya kwamba Yusufu ana kibali. Na ndio maana mahali walikomtupa, wao walijua wamemzika, wao walijua wamemmaliza, hawakujua Yusufu ana kibali juu ya maisha yake. Mahali walikomtupa wanategemea aharibikiwe, kibali kilimtengenezea watu tena, kibali kilimwinulia watu, na kibali kilimfungulia milango ambayo kwa jinsi ya kibinadamu hiyo milango isingefunguka. Na kibali kilimpa watu kwa jinsi ya kibinadamu asingeweza kukutana na wale watu, na kibali kilimpeleka kwenye nafasi ambayo kwa jinsi ya kibinadamu asingeweza kuingia. Na mimi leo nakuombea Mungu aachilie kibali juu ya maisha yako. Na ikiwa kuna roho ya kukataliwa ambayo inaandama maisha yako, leo ivunjike na kuachia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Leo nimekuombea kibali cha Bwana kiwe juu ya maisha yako. Kibali kikakupe mtaji, kibali kikakuinulie watu wapya, kibali kikakufungulie milango, kibali kikakupe connection, na kibali kikakuinue tena katika jina la Yesu. Na waliojua wamekutupa hawakujua ya kwamba wamekupanda kwenye muujiza wako. Waliojua wamekufukuza, waliojua wanakukimbiza kwenye uharibifu, hawakujua ya kwamba wanakusindikiza kwenye muujiza wako. Na mimi nakuombea kibali kikutambulishe tena, kibali kikuinue tena, na kibali kikusimamishe